Karibu Beta Africa. Leo tunaangalia faida za kuanza biashara na mtaji mdogo. Hapo nyuma tumekuwa na vipindi kadha wa kadha tukikuelezea kwa nini uanze biashara, kwa nini mwanafunzi wa elimu ya juu uanze biashara ukiwa bado uko chuoni, kwa nini wewe ambaye ni mfanyakazi ni muhimu pia kuanza biashara ukiwa bado unaendelea na kazi, au kwa nini au ni namna gani unaweza ukafanya kazi pamoja na biashara. Kwa hivyo leo tunaangalia faida za kuanza biashara na mtaji mdogo. Unajua kwa nini tumekuletea mada hii? Sisi kama Beta Africa tumegundua kwamba watu wengi sana wanatamani kuanza biashara, lakini kila wakati wakitazama mitaji yao wanaiona ni midogo na wanajikuta hawaanzi biashara. Kwa hivyo kuna faida kadha wa kadha za kuanza biashara kwa mtaji mdogo. Itakusaidia kwanza uache kukaa ukifikiria nitaanza pasipo kuanza. Kwa hivyo mtaji mdogo ulionao unaweza ukaanza biashara, na tujaribu kwenda sasa kwa kina kuangalia faida unazoweza kuzipata ukianza biashara na mtaji mdogo. Kwanza tunagundua au tunaona kwamba watu wengi hatuna mitaji mikubwa. Kwa hivyo ili uweze kuanza, maana yake ni lazima ukubali kuanza pale ulipo. Natambua kuna baadhi ya watu wana mitaji mikubwa, lakini pia ninatambua kuna watu ambao hawana mitaji mikubwa. Kwa hivyo ukisikiliza video hii inakusaidia kuelewa kwamba ni muhimu kuanza biashara hata kama una mtaji mdogo, kwa maana kwamba biashara si tu kwa ajili ya watu wenye mitaji mikubwa, lakini hata wewe ambaye una mtaji mdogo unaweza kufanya maamuzi ya kuanza biashara. Tunajua kuna msemo unasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hivyo unaweza ukaanza kidogo, lakini mwisho wa siku ukawa na biashara kubwa, ukawa na mafanikio makubwa. Tunafahamu wafanyabiashara wengi ambao ni wakubwa na walianza biashara na mitaji midogo kabisa, lakini leo wamefika mbali, biashara zao zimekuwa ni kubwa sana. Tunaona watu wakianza vitu katika namna ya udogo, lakini baadaye vile vitu vinakuwa ni vikubwa sana kuliko hata namna ambavyo hawakuwahi kufikiria kama vingeweza kuwa jinsi ambavyo vimekuwa vikubwa. Kwa hivyo hata wewe ambaye una mtaji mdogo na unatamani kuanza biashara, leo sisi kama Beta Africa tunataka kukutia moyo kwamba ni rahisi na unaweza ukaanza biashara kwa mtaji ambao ni mdogo. Sasa zifuatazo ni sababu au ni faida za kuanza biashara na mtaji mdogo. Faida ya kwanza ni kupata hasara kidogo. Wale watu mliosoma finance na principle moja ya finance inasema high risk high return, maana yake ukiinvesti pesa nyingi utapata vingi. Sasa kinyume chake ni sababu ya kwa nini uanze biashara na mtaji mdogo, kwamba hautapata vitu vikubwa sana au hautapata faida kubwa sana, lakini utapata faida. Tunasema ukianza biashara na mtaji mdogo utapata hasara kidogo, na hii ni kwa sababu umetumia mtaji kidogo. Faida utakayoipata pia sio kubwa sana, maana yake pia na hasara inayoweza kujitokeza inakuwa ni kidogo. Tumewahi kuona watu wakipata hasara kwenye biashara zikiwavuruga na wataki kabisa kusikia kitu kinaitwa biashara. Hiyo ni kwa sababu tu aliwahi kujaribu na akapata hasara. Lakini ukianza biashara na mtaji mdogo unakuwa na ile biashara, na ikitokea umepata hasara, hasara inakuwa ni kidogo ambayo haiwezi kukatisha tamaa, haiwezi kukuua, haiwezi kukupa pressure wala vidonda vya tumbo. Itakuwa ni faida, ni hasara ambayo unaweza kuivumilia na ukaweza kuendelea
tena na biashara. Lakini faida nyingine ya kwa nini faida ya kuanza biashara na mtaji mdogo ni kwamba ni rahisi sana kuanza kwa haraka. Utagundua watu wengi wanafikiria sana kuliko kuanza. Mwingine anafikiria ili niweze kuanza biashara ni lazima nichukue mkopo mkubwa sana benki au kwenye microfinance, au ni lazima niuze kiwanja changu. Hapana. Utakapoanza biashara na mtaji mdogo, maana yake itakupa ile starting point. Na kama unavyojua watu wengi wanashindwa kuchukua hatua ya kuanza biashara kwa sababu wanaogopa kuanza. Waswahili wanasema mwanzo mgumu. Kwa hivyo ukikubali kuanza biashara kwa mtaji mdogo, inakuwa ni rahisi wewe kuanza kwa haraka bila kupoteza muda, kupata mafanikio ukiwa bado una nguvu, ukiwa bado una akili timamu, ukiwa bado unaweza ukatumia pesa zako na ukanufaika nazo, kuliko kuendelea kusubiri mpaka upate mtaji mkubwa na hujui unaupata lini. Muda unazidi kukuacha, mwisho wa siku unakuja kuzipata hizo hela, tayari mwili umechoka na nguvu ya kutumia hizo pesa tayari hauna. Kwa hiyo unashindwa kuenjoy pesa zako. Ni faida kubwa sana kuanza biashara kwa mtaji mdogo. Lakini pia ukianza biashara kwa mtaji mdogo itakujengea nidhamu ya matumizi ya pesa. Unavyokuwa na mtaji mdogo, maana yake unabidi uanze kulimit baadhi ya vitu. Utakuwa unabidi uweze kuchagua vitu vya kufanya, uweze kufanya vitu vyote. Kwa hivyo akili itatumika sana, kwa sababu kiasi cha pesa ni kidogo na mambo yanayotakiwa kufanyika ni mengi. Kwa hivyo itakupa nafasi ya kujitengenezea nidhamu ya matumizi ya pesa. Utaweza kuwa na vipaumbele vya kimatumizi kwa kuzingatia kwamba ninatakiwa nianze biashara. Kwa hivyo utaspendi kidogo ili uweze kuanza biashara. Lakini pia wakati umeanza biashara utakuwa ni mtu ambaye hautumii pesa au hautumii faida kiholela, kwa sababu unajua ile faida inahitaji kurudi back kwenye biashara ili iweze kukuza mtaji. Matumizi yasiyofaa katika ofisi yako au katika biashara yako hautayaruhusu kabisa, kwa sababu unafahamu mtaji wako ni mdogo na unatakiwa ukuze. Na kadri unavyojifunza kutumia fedha vizuri ikiwa ndogo, ndivyo inavyokujengea muscles. Hata wakati utakapokuwa biashara yako imekuwa, utakuwa unaweza kupangilia matumizi yako yasiwe ya kiholela, kwa sababu ulianza kujifunza tangu ukiwa una mtaji mdogo. Lakini faida nyingine ni kuweza kujifunza kwa vitendo. Wale wanafunzi wa elimu ya juu, lakini pia wewe ambaye unatamani kufanya biashara na haujaanza kufanya, ukianza biashara kwa mtaji mdogo ni kwamba unafanya sasa uhalisia wa jambo ambalo umekuwa ukilitafakari kichwani, limekuwa likitembea kwenye akili yako. Kwa hivyo ukianza biashara kwa mtaji mdogo, unaingia kwenye practical, unaingia kufanya kwa vitendo. Wewe unakuwa sio mtu wa kuzungumza kwamba nitakuja kufanya biashara, siku moja nitakuja nianze biashara fulani. Wewe unakuwa ni mtu ambaye tayari umeacha kuwa mtu wa mawazo, umekuwa mtu wa vitendo, umeingia kufanya. Kuna tofauti kubwa kati ya kusoma namna ya kupasua tumbo la mama mjamzito darasani na ile practical experience ya kumpasua yule mama physically. Ukianza biashara kwa mtaji mdogo, unaanza kufanya kwa vitendo. Kwa hiyo unaanza kutoka kwenye nadharia, unakuwa mtu wa vitendo zaidi, mtu wa vitendo. Kwa hivyo unaanza kuface vitu in their realities. Unaanza sasa exercise ndoto yako na kuishi maisha ambayo unatamani kuyaishi. Lakini pia ukianza biashara kwa mtaji mdogo, inakusaidia sana kukuza ubunifu.
Kama unavyojua, unavyokuwa na limitation ya jambo, akili inafanya kazi sana. Unaweza ukaichukulia tu Januari, wakati unalipia ada, unatumia akili sana kubudget hata matumizi ya nyumbani. Ndivyo inavyokuwa pale ambapo ukianza biashara kwa mtaji mdogo, unajikuta umegundua uwezo ambao uko ndani yako ambao ulikuwa hujautumia. Unaweza ukashangaa kama wewe ni mtu unayeweza kupangilia vitu namna hiyo. Kwa hivyo ukianza biashara kwa mtaji mdogo, unaruhusu akili yako kufikiri namna gani unagawa ule mtaji mdogo kuenda kwenye ile biashara. Maeneo yanayohitaji ile pesa yanakuwa ni mengi na pesa inakuwa ni kidogo. Kwa hivyo namna ya kuchakata ile taarifa, kuona kwamba ni kiasi gani nikipeleke maeneo gani, kwa ajili ya nini, kwa nini ipeleke kiasi hiki eneo hili na sio eneo hili. Hiyo yote inazidi kukuongezea wewe ubunifu, kwa sababu ubunifu ni jambo ambalo linatokea kwenye brain. Kwa hivyo the more tunafundisha akili yetu kutafuta solution juu ya mambo mbalimbali, ndivyo tunavyoongeza uwezo wa akili kuchakata na kutupatia solution ya mambo mbalimbali magumu na mazito. Kwa hivyo ni muhimu sana kuanza kwa mtaji ambao ni mdogo, lakini pia ukianza biashara na mtaji mdogo inakujengea ujasiri, kwa maana ya confidence, lakini pia na uwezo wa kujitegemea. Ninaona watu wengi sana wanapokuwa ni wadogo wanakuwa na ndoto kubwa sana. The moment wanamaliza vyuo, anaanza kucompromise na zile ndoto zake. Mtu